Siku moja nilipokea simu ya ghafla na hivi ndivyo ilivyokuwa. Halo? Nimekutumia picha ya mwanamke hapo. Naomba ufanye juu chini umtafute, nahitaji nimpate. Sawa? Hamna shida. Basi nikaanza kazi ya bosi ya kumtafuta huyo mwanamke. Sasa kila ninayemuuliza anasema mfahamu. Basi hapa nikakutana na mwamba mmoja, nikamuuliza unamjua huyu mwanamke? Bahati nzuri akawa anamfahamu, akanambia unatelemka na nje utakutana na geti jeusi. Nikamwambia basi poa mwanangu. Kaanza kutelemka kweli, nikakutana na hilo geti jeusi. Nikagonga mlango, nikaingia ndani, akanifungulia. Sasa cha kushangaza akawa ananikaribisha huyu mwanamke kama ananijua yani. Mpaka mimi nikawa nashangaa vipi? Mkarimu kweli yani. Akasema ngoja nakuja. Akawa ametoka kidogo, basi mimi nikawa nashangaa hapo hivi TV, kitanda, nyumba nayoishi. Mara ghafla akaja na chai na mandazi. Nikasema hivi si vitu vyangu hivi. Mpaka nikawa nimesahau ile kazi hata bosi aliyokuwa amenituma. Akanipa na remote kabisa niweke channel ninayopenda. Basi nikaanza kula mandazi yangu hapo na kinywaji. Nikasema niangalie na simu hapa, nikaiweka pembeni kabisa, nikaanza kula mandazi huko. Mara ghafla simu ikaita. Nani? Bosi. Ikabidi nimpokee kwanza. Halo boss. Halo. Nahitaji kujua umefanikiwa kumpata huyo mwanamke? Shampata. Sasa jambo la muhimu la kuzingatia ambalo sikukwambia. Huyo mwanamke ni kiumbe hatari sana. Ni mtu wa kumwogopa sana. Kwanza una silaha yoyote hapo? Kama huna silaha kimbia. Yaani hilo sio eneo la kukaa, sio eneo salama kabisa. Kimbia. Okay. Umechelewa kuniambia bosi.